pale ninapokaa kuna ile nyumba yetu, alafu wale majirani pale. Yes, kuna kaka mmoja pale. Yeye ameoa, ana sasa nadhani watoto wawili sasa. Yes, sasa ni mtu ambaye nilikusimulia. Yes, ni mtu ambaye anashinda. Ni mtu ambaye anashinda ndani muda wote. Yes, toka zamani mimi namuona toka hajaoa, akaja akaoa, ila muda wote tu ipo nyumbani. Ipo ndani. Yes, na analipa kodi na watoto wanasoma shule hizi za English medium, wanakuja kuchukuliwa na basi pale. Akitoka nje sana tu labda unakuta ameenda labda kuangalia mpira au akarudi akawa anazunguka huko nje, unakuta anaongea na simu, anaingia ndani. Ni mtu wa hivyo. Sasa wakati huo mimi nilikuwa nahangaika sana. Nilikuwa nafikiri ili mtu apate hela ni lazima aende akahangaike, atoke akafanye kazi, bebe mizigo, jasho itoke. So I was just like, nilikuwa nafikiri hivyo. Sasa siku moja ikabidi nimfuate. Brother, habari? Akasema salama. Sasa nikabidi nimuulize sasa. Yes, maana nijiuliza siku nyingi majibu sipati majibu ya. Sasa nikamuuliza, huwa unafanya nini hasa ambacho kinakufanya muda wote upo nyumbani na mambo yanaenda? Of course alinijibu. Alikujibu? Yes, alinijibu. Alinipa majibu hapo, japokuwa sitayasema hayo majibu. Lakini ndio siku ambayo ufahamu wangu ulifunguka kwamba kumbe kuna mambo mengi yanafanyika ambayo sisi hatuna maarifa. Yaani naweza nikafikiri nafahamu vitu, kumbe sina maarifa ya kutosha. Kumbe naweza nikakutana na watu, ukakutana na maarifa yakabadilisha kabisa maisha yako. Na ndio siku hiyo na mimi maisha yangu yalibadilika. Ndio nikaamini kumbe sihitaji kwenda kufanya kazi kwa jasho litoke ndio nifanyeje? Ndio nipate pesa. Kwa hiyo cha kufanya kuanzia hapo nikaamua sasa kumbe mimi nikomae na ndoto yangu. Fedha zinaweza kupatikana hata pasipo mimi kwenda kufanyaje? Kufanya kazi. So alinipa something like that. Asa tokea hapo ndio nikaona kumbe kuna thamani kubwa ya maarifa. Yes. Na hilo limezungumzwa na watu wengi sana. Yes. Wachungaji wengi wamesisitiza sana maarifa. Chanzo cha maarifa ni taarifa. Na chanzo cha taarifa ndio kama hivi. Kuna vitabu like this. Kuna baadhi ya vitu. Kuna baadhi ya watu unaweza kukutana nao wakakupa taarifa ya kitu fulani. Maana mimi nimekuwa addicted, nikikutana na mtu ana maisha ambayo mimi nayatamani na nikaona yeye anayaishi, mimi wasitulii, lazima nimuulize kwani hapa unafanyaje? Na nadhani pia labda ndio imenisaidia labda kidogo baadhi ya vitu kuna vitu nilikuwa sivijui hivyo. Lakini kama hauna taarifa sahihi, maana yake huwezi kupata maarifa sahihi. Huwezi kupata maarifa. Yes. That's why I was talking to you that kumbe hii organization ya Afrika itahakikisha inatoa yaani lazima twende tukawafundishe watu information, kile ambacho Mungu anataka watu wajue, ukweli kuhusu watu wenyewe. Taarifa, watu wajue zile informations ambazo zinaweza kuwasaidia kufika sehemu fulani. Lengo ni kwamba watu wawe huru. Yaani mimi nafikiri Mungu ndo amenituma kwa kazi hiyo, to set people free. Watu wawe huru. Yes, watu wawe huru. So that is what tunatakiwa tukifanye hicho. Tuhakikishe kwanza watu wapo huru, wamekombolewa fikra zao, wamekombolewa kwenye eneo la uchumi wao, ili kwamba sasa tuishi maisha kulingana na ufalme na kusudi la Mungu.